Bwana, kichupa kinaanza namna hii. Unaambiwa usimpenda, yani usichokitaka wewe basi wenzio wanajiuliza nitakipata lini. Kuna usemi unasema kwamba ukisema cha nini wenzio wanasema nitapata lini. Ndio maisha jinsi yalivyo. Katika maisha mwanadamu anakuwa na machaguo yake. Lakini katika machaguo ambayo mwanadamu anakuwa nayo kuna machaguo sahihi na machaguo mabaya. Huyu bwana anamuita Izoma, huyu anamuita Ifona. Sasa Izoma na Ifona ni wapenzi hawa wa muda mrefu. Lakini Izoma na Ifona ni wapenzi ambao hawajali watu wengine wanaongea nini. Wenyewe mapenzi yao yanaweka hadharani, wanazunguka pamoja, wanaenjoy, wanalishana. Yani ni of course ni penzi paje. Ukisikia penzi paje jua penzi kibatari. Penzi ni guse, penzi ni pate. Yani penzi la watu ambao so poa. Yani imefika kipindi hadi Izoma lazima mtafutie siti baby wake kabla hajaenda yeye kazini. Yani baby lazima nikutafutie siti ndo uende kazini. Sasa leo baada ya kumtafutia baby wake siti, basi alichelewa kuweza kufika kazini. Sasa anaingia namna hii. Bosi anamuuliza inakwaje? Leo mbona umeweza kufika muda mbaya sana kazini? Kwa nini umechelewa kuweza kuingia kazini? Bosi, nilichelewa kuamka, usafiri ulikuwa mgumu, kwa hiyo nimeshindwa kuweza kufika mapema. Anambia, hivi unajua majukumu yako? Hadi sasa hivi mimi sijapata kifungua kinywa. Hebu nenda kaniandalie kifungua kinywa. Bwana mdogo ilibidi aweze kutoka kwenda kumwandalia bosi kifungua kinywa, maana bosi ndio kila kitu bwana. Bosi akihitaji, bosi anaitwa Gechi. Yeye ni mfanyakazi katika wanaita law advocate, yani ni mfanyakazi kwenye mambo ya sheria. Yeye kazi yake kubwa ni kuweza kuhakikisha watu ambao wanahitaji kupeana taraka basi taraka zinatokea. Yeye ni mzee wa mataraka bwana. Hataki mambo mengi. Wewe ukisema mimi nahitaji kumpa taraka Matrix, basi taraka yako inatokea. Yeye ndio jinsi ambavyo anafanya shughuli zake. Sasa leo alikuwa yuko katika yake. Lakini huku upande wa pili huyu bwana ni babake mzazi na Ogechi. Yeye ni babake mzazi na kazi yake kubwa yeye ni kuweza kufanya yeye ni kazi yake kubwa ni mmiliki wa kampuni kubwa sana ndani ya Niger, ambayo kampuni hiyo inafanya vitu yani inaingiza watu na inawafanyia watu sasa sijui kuelezeje. Hapa tunamuongelea kama Mo Dewji na watu wengine kama hao. Watu wenye viwanda vingi. Kwa hiyo wanafanya mambo ya marketing. Lakini huko kinachoendelea inatakiwa wewe uweze kufika hapa. La sivyo mambo yataharibika, kwa sababu babako tayari ananyemelewa kuweza kutoa ulisi wako kwa mtu mwingine. Fanya juu chini uweze kuja, uweze kurudi, la sivyo mambo yatakuwa mambo. Basi mwanadada baada ya kuweza kuambiwa hayo alikubaliana na mama yake, kwa sababu sasa asipokuja mambo yatakuwa sivyo ndivyo. Lakini sasa anafanyeje? Akamuuliza rafiki yake, nafanyeje? Natakiwa nikienda nyumbani niende na mchumba, na mimi bado sijapata mchumba. Nitapata wapi mchumba? Ambaye sikiliza, siku hizi teknolojia imeendelea sana. Kuna watu wako mtandaoni. Unaweza kutafuta mpenzi kwenye dating app. Kwa hiyo wecheki kwenye dating app, unaweza ukapata mpenzi ambaye utaridhika naye. Basi akaanza kuchukuza huko kwenye dating app. Akaenda kwenye Tinder, TikTok, huko wapi huko dating app yapo mengi sana. Hata na huko Bongo ukiingia kwenye dating app watu wanajiuza. Ukienda dating app kama Tinder unakuta mtu anakuambia showtime, anakuambia nini? Sasa achana na hayo mambo. Basi jamaa akachunguza, akatafuta mwanaume. Hasa anashangaa kila mwanaume anayekutana naye ni watu wa kujisifia, watu wa kujitamba, watu wa kujikueza namna hii. Akaona sasa mbona siwezi kupata mwanamume ambaye nitaendana naye? Wanaume ambao wote nawapata hapa waendani na ile kile ambacho nakihitaji mimi. Wanaume wote hapa ni kama MD PhD tu, yani wanaume wao wanachohitaji ni kuweza kujitamba tu na nini, yani hawajali, they don't care. Sasa ikabidi amuulize kijana wake, wewe kwani ukirudi nyumbani
unafanya kitu gani? Anambia mimi sina kazi nafanya. Basi nakuomba nikupe deal nyingine ambayo itakuingizia pesa extra. Yani ukiachana mshahara kwa kawaida, basi utaingiziwa pesa nyingine kama dola milioni 5. Anambia deal gani bosi? Nataka unisindikize nyumbani na uact kama mpenzi wangu. Yani uwe kama mpenzi wangu yani. Sasa jamaa anafikiria kuwa mpenzi wako tena. Kwa nini bosi? Anambia sikilize, wewe usifikirie sasa hivi. Nenda alafu baadaye ukafikirie ukiwa nyumbani. Sasa jamaa anawaza bosi anasema ni act kama mpenzi wake, inakuaje hapa? Sasa itakuaje kama mimi nikiact kama mpenzi wa bosi? Bosi itakuaje? Maswali ni mengi sana anajiuliza kwa sababu hajawahi kufanya vitu kama hivyo na hayuko tayari kuweza kufanya vitu kama hivyo. Haya. Wakati huo mwanamama hapa anaendelea na mambo yake. Binti anamwambia sikiliza, leo nimekuja nikuambie kuhusiana na bosi wangu alichoniambia. Bosi wako amekwambia nini? Anasema bosi wangu ameniambia kwamba atanipa dola milioni 5 kama nikiact mpenzi wake. Anasema dola milioni 5? Ndio dola milioni 5. Anasema dola 500 ni pesa nyingi sana. Anasema je, umekubali? Anambia hapana, nimekataa. Anasema umekataa dola milioni 5? Yaani unakataa dola milioni 5 mpenzi wangu? Hapana, ingekuwa ni mimi nishakubali. Anasema lakini mimi sio mtu wa kujiuza. I'm not cheap like that my dear. Siwezi kujiuza utu wangu kwa ajili ya pesa dola milioni 5. Anambia hakuna kujiuza. Sio kwamba unajiuza. Sasa bibie amenuna baada ya kugundua mpenzi wake amekataa kuweza kupokea dola milioni 5. Wakati dola milioni 5 ni pesa nyingi sana kwa upande wao na unaweza kuifanyia mambo mengi mno. Ambaye sikilize mpenzi, hata kama ni dola milioni 5 lakini mimi nakujali sana wewe, nakupenda sana wewe. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu cha namna ya kukuumiza wewe. Lakini huku upande mwingine, huyu bwana ambaye ni marketing director wa kampuni ya babake na Igota, mwanadada wanamuita Queen of Divorce, leo kaja tena. Lakini leo baada ya kuweza kufika kwenye hii nyumba, mwanamama akamtolea uvivu. Anambia sikiliza, naona unajipendekeza kwa bosi ili uonekane wewe ni perfect sana, si ndio? Unataka kuweza kuchukua urithi wa watoto wangu. Anambia hapana, watoto wako wenyewe ndio vichaa. Mmoja mlevi, wa pili na yeye yuko busy tu na mambo ya mataraka. Kwa hiyo nadhani nani ataitumia fursa vizuri kama sio mimi? Mwanamama akaona hapana. Unajua wanawake wanajua kabisa hii ngoma inaenda kumwagika hii. Sasa kama kabla haijamwagika ngoja ni wahi. Sasa anamwambia binti, anampigia simu, anasikiliza, hebu jitahidi ndani ya wiki hizi 2 uweze kuja. Hakikisha unakuja nyumbani mapema mno, kwa sababu pale utakapochelewa basi utakuta mwana si wako. Sasa leo anamuuliza, vipi kijana, umeweza kufikiria ofa yangu? Ofa ndio kupa, umeifikiria kwa makini? Maana nimekuambia ndani ya siku hizi 2 uweze kufikiria. Naona umekaa kimya hadi sasa. Anambia sikiza, mimi siko tayari kuweza kufanya hivyo. Siko tayari kuweza kuuza utu wangu. Anasema unasemaje? Kwani umesikia tunafanya kweli? Kwamba tunakuwa wapenzi kweli? Hapana, haui wapenzi na hatui wapenzi kweli. Ila tunachokifanya ni kwamba tuna act tu. Anambia lakini mimi sihitaji. Anambia sasa basi uondoke katika nyumba yangu kama uhitaji. Mimi siwezi kukaa na mtu ambaye hawezi kunisikiliza, hawezi kunisaidia chochote. Sasa bwana mdogo leo anarudi zake nyumbani namna hii, amechoka. Mwili umechoka. Anauliza nini sasa? Mbona kama hivyo? Mbona umechoka? Anasema bosi amenifukuza kazi. Bosi amekufukuza kazi? Anasema ndio, kwa sababu nimekataa ofa yake. Kwa hiyo amenifukuza kazi. Anasema umekataa ofa ya bosi ndio maana umefukuzwa kazi. Ambia ndio. Sasa mimi nakubali ije ofa ya namna hii. Ofa ya kipuuzi kweli. Mimi siwezi kukubaliana nayo. Mimi siwezi kuuza nafsi yangu kwa sababu ya pesa. Ambia nisikilize my dear. Kila mtu anajali pesa, kila mtu anataka pesa. Lakini sio kwamba unauza, una act tu na mimi nimekuruhusu. Sina shida katika hilo. Chukua bwana hela baby. Ambia acha ujinga wewe. Niache ujinga vipi? Kama watu wangekuwa wanajiuza nafsi yao kama ni hivyo, mimi ningekuwa nishajiuza zamani. Maana mimi mwenyewe napenda pesa. Of course nahitaji pesa. Anambia hapana, hiyo haiwezekani. Wakati huo mlango unagongwa, anakuja kufungua namna hii ni bosi wake na jamaa Ogecha. Ogecha leo amekuja nyumbani kwa mfanyakazi wake. Anambia ninakuja na shida, nahitaji kuweza kuzungumza na wewe. Kuna ofa ambayo nimempatia bosi wako mumeo, lakini ameikataa. Kwa hiyo nahitaji kuweza kuona kama ofa hiyo unaweza ukaikubali. Anasema okay, karibu tuongelee ndani. Basi akakaribishwa ndani. Kufika ndani tukamkumbatia mwanaume wake namna hii. Anambia nisikilize, naona umependeza uko na bibia hapo. Anambia niambie ofa yako ni nini? Anasema kiukweli siko tayari kuweza kukaa leo. Nahitaji tu kuzungumza haraka niweze kuendelea na mambo mengine.
Ofa iko hivi, nahitaji mtu wako act ndani ya mwezi mmoja kama mpenzi wangu, then baada ya huo mwezi ataweza kuweza kupata dola milioni 5. Anasema dola milioni 5 umpatie mpenzi wangu ili act kuwa mpenzi wako? Hiyo haiwezekani. Labda utoe dola milioni 10. Dola milioni 10, anambia hapana, basi chukua 7. Anambia dola milioni 7 chukua. Hizo ndio zitakufaa kwa sababu ni nyingi sana. Binti akamtazama, anambia nisikilize kwa makini kabisa. Wewe una shida na mimi naweza nikakusaidia shida yako. Bila dola milioni 10 siwezi kuruhusu hilo jambo litokee. Kwa hiyo kama unataka dola milioni 10 sawa, lakini kama hutaki unaweza kwenda. Anambia okay fine, tutafanya hiyo kazi. Nitamwambia mwanasheria wangu aje basi muweze kusaini mkataba na kazi ifanyike. Maana hii kazi itafanyika kisheria kabisa. Yaani hakuna eti kona koda sijui nini huyu kimepanda kimeshuka, hapana. Hii kazi itafanyika kisheria na mambo yatakwenda vizuri. Anambia kwa hiyo unaniuza mpenzi wangu. Mpenzi wangu umeamua kuweza kuniuza kabisa yani. Sijategemea hilo. Haya. Mambo mengine yapite kwa sababu yasipopita atakuwa ni mambo mengi kweli kweli. Haya, wakati huo sasa baada ya makubaliano yale ilibidi jamaa aweze kuja na bibie huku nyumbani. Anakuja jamaa anashangaa jumba la kifahari kweli kweli. Tunasema kama umeenda kwa Saidi Lugumi pale tajiri. Sasa kufika huku ni jamaa kibopa tajiri kweli kweli, lina pesa nyingi vibaya mno. Sasa leo kwenye lunch, muda wa lunch, anapakua chakula namna hii mfanyakazi. Wao wametulia hivi. Sasa maongezi hapa na pale yanaendelea. Baba anaoji maswali hivi huku na huku. Anamwambia, "Je, unafanya mishe gani kwa sasa?" Anamwambia, mama akasema, "Mungu wangu asija karibu. Mimi nafanya marketing. Niko kwenye kampuni moja kubwa sana hapa Niger ya marketing. Niko kama marketing director pale." Sasa akaja binti anamwekea mayonnaise namna hii. Sasa na mimi na upande wa pili kuweza kuweka mayonnaise. Nataka kumwekea mwanamama mayonnaise. Akamwambia, "No, usiweke hiyo. Mwanamke wangu hali, mpenzi wangu hali hiyo." Watu wakashangaa, imekwaje hali? Hiyo hatumii kwa sasa. Jamaa akaona okay. Unamaanisha nini hatumii kwa sasa? Anambia tulienda hospitali pale. Tukaambiwa hii haitakiwi kuweza kutumia kwa sasa kwa sababu ana tatizo la pressure. Kwa hiyo pressure iko juu sana. Kwa hiyo kumwambia kwamba hii ni kweli kwa sasa haiwezi kutumia. Jamaa akaona okay. Kumbe unamfahamu mpenzi wangu vizuri sana. Iko vizuri. Umepata mwanaume anayekujali. Anajali afya yako, anajali na well-being ya kwako. Haya. Lunch kaendelea majira ya usiku. Jamaa ilibidi aende kupumzika maana sasa huko ukweni bwana. Ingawa una act lakini ni ukweni. Sasa binti anakuja anakuta jamaa amejibwaga kwenye sita kwa sita namna hii. Ametulia akampiga na toka hapo. Unadhani unaweza kulala na mimi chumba kimoja? Nani amekwambia unaweza kulala na mimi chumba kimoja? Hauwezi kulala na mimi chumba kimoja hata siku moja. Kaa chini huko. Na jamaa ibidi aende akalale chini. Mwana mama, we njoo. Mama anakuja njoo. Akaja chapo akajichomeka kwenye blanketi akamkumbatia. Sasa mama kuingia na "Oh, I'm sorry. Nilikuwa nataka tu kuja kuangalia kama mmeshaweza kulala. Lakini nafurahi sana kuweza kuona mkipendana namna hiyo." Ambia usijali mama. Okay. Haya basi ngoja niwaache muendelee kulala. Baada ya kutoka tu bwana mdogo akapigwa tena chini, shuka chini huko. Mwana mama akapiga usingizi. Jamaa akaona haya ni mateso haya. Lakini ni sawa, acha tu nilale kwa sababu niko ukweni na ukweni kwenyewe niko kwa ajili ya pesa kimkataba hapa. Acha niendelee kulala. Bwana mdogo unajua sio mtu wa makuu wala nini. Sasa leo anaendeleza shughuli zake, anaoshaosha vyombo. Ambia bosi, "Kwa nini unaosha vyombo? Hiyo ni jukumu langu mimi. Haukutakiwa kuosha vyombo." Anasema, "Niliona kama sina kazi niko empty hapa." Anasema, "Lakini hukutakiwa kufanya hivyo." Anambia, "Ona bosi anachokifanya hivi." Mimi anambia, "Baby. Hapana bwana. Hukutakiwa kuweza kufanya hivyo. Unajua uko ukweni huko Lakini ameshazoea, msijali. Ni kitu cha kawaida." Okay? Ni hivi. Hujui uko kama nani hapa? Leo unafanya hivi. Hivi itakuwaje? Uone kama utaharibu kila kitu. Anasema, "Hapana. Nikosha tu vyombo sio kosa kubwa wala sio shida. Ni jambo la kawaida sana." Wakati huko mzee yuko na mawazo mengi sana. Kuna deal ambayo anahitaji kuweza kuisecured lakini imeshindikana. Anambia kijana, anauliza mzee, "Una shida gani?" "Ni kweli na shida. Niko na hii deal na nimejaribu kuweza kuandika proposal zaidi ya
15 lakini zimeferi. Nashindwa sasa hao watu wanahitaji kitu gani? Wewe si marketing. Hebu angalia na si uko kwenye mipango kuweza kutengeneza proposal za kampuni. Hebu mtazama hii, kama unaweza kuitengeneza jambo likanyooka vizuri, nitashukuru na nitaweza kufanikiwa mimi kuweza kusecure deal. Haya, jamaa ikabidi aweze kuitazama hiyo. Akatazama kwa makini. Akaona deal iko imenyooka. Deal imekaa vizuri. Akamwambia ni sawa. Hii kwa nini usifanye hivi na hivi? Jamaa akaanza kumpa idea mzee. Mzee kutazama hizi idea, anaona mbona idea zimenyoka kweli kweli. Ni idea ambazo anaweza akazifanyia jambo na mambo yakaenda vizuri kweli. Anambia kwa hiyo mimi nadhani ukifanya katika namna hiyo, idea hizi zitakuwa nzuri zaidi tofauti na hivi ambavyo ulikuwa umeandika. Kwa mimi nitakuandikia hard copy au soft copy ya hii, alafu nitakupatia wewe uone nini unafanya. Wakati huo mwanadada yuko busy na kazi fulani. Anambia unafanya nini? Unajifanya uko busy hapo baadaye uweze kufanya kazi za muhimu. Wewe uko busy tu na vitu hapo. Kweli? Hapana. Hii unakosea bwana. Hautakiwi kuweza kuwa uko busy hivyo. Inabidi udili na vitu vya kampuni. Anambia ni kweli, natakiwa niweze kudili na vitu vya kampuni. Lakini mambo ni mengi kwa upande wangu. Nahitajika kuweza kuona nini nafanya. Wakati wanaambia boss, huwezi kuamini macho yangu. Deal imeweza kuwa secured. Anasema kweli, deal imetimia. Ile deal ambayo nilikuwa nahitaji kuweza kuifanya, deal imetiki. Anasema basi, hii yote ni shukrani kwa mkwe wangu. Baba, mbona una furaha sana? Anasema unajua mkwe ameweza kutimiza ile deal ambayo imenisumbia kwa takriban miaka 4. Leo nimefanikiwa kuweza kuipata. Tutapata mpunga mrefu sana. Anaambia kweli? Hii ni miracle. Anaambia yes, ni miracle kwa kweli. Sasa mwanamama akaja huko akamwambia kijana, asante sana kwa kuweza kunisaidia. Jambo ambalo baba yangu lilimshinda kwa miaka mingi, wewe umeweza kulitimiza kwa siku moja tu. Hii imempa furaha sana baba yangu. Na baba yangu amezidi kupata furaha sana. Unafanya jambo zuri sana kwa upande wangu. Ingawa una act, lakini umeweza kufanikisha jambo ambalo halikuweza kufanikiwa kwa mrefu. Huyu mwanamama akamwambia, boss anakuita huko nje. Ikabidi aje kumsikiliza boss. Anambia sikiliza. Umenifurahisha sana siku ya leo. Umefanya nijisikie vizuri sana. Akaambia ni sawa. Kugonga cheers na nini, wakaendelea kukaa pale. Mwanamama anajisikia furaha sasa kuona mtu na baba yake wanakaa pamoja. Anaona yes, anasema ni mkwe wangu amefanya. Okay, hiyo ni jambo zuri kuona kwamba hilo didi ambalo wewe limekusumbua limeweza kufanikiwa kwa siku chache. Basi wakaweza kuendelea kufurahi, kuenjoy namna hii na dili tayari imeweza kuwa. Mimi nisikilize, nahitaji kuweza kuona watu wakivishana pete kwa sababu mwili wangu umeshaanza kuchoka. Lakini bila hawa kuweza kuvishana pete, moyo wangu hautoridhika. Natamani kuweza kuona kampuni yangu inakaa katika mikono salama na huyu kijana yuko vizuri. Kwa hiyo natamani kuweza kuona mtoto wangu na huyu wakivishana pete, itakuwa ni chaguo zuri sana katika maisha yangu. Mzee na binti yangu mvishane pete, kabidhi madaraka kama CEO ya bana. Na hilo haitakuwa mbaya kama nikiona wewe umeweza kulitimiza hilo. Basi amepewa jukumu zito sana. Kwanza ni kumvisha pete mwanamama, pili ni kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Wakati huo huku upande wa pili kwa binti ambaye ni mpenzi wake, maisha ni magumu, anahangaika tu, anampigia simu mume wake hampati. Kumbuka ameshamuuza kwa dola milioni 10 na ashapatiwa dola milioni 5. Anambia wewe ufanye kazi. Huko busy tunakuongea na simu. Hebu nenda kafanye kazi huko. Kafanye kazi, sio unajiacha hapa. Unajua fanya kazi wa supermarket. Lazima uwe busy kidogo. Lazima uhakikishe kwamba mambo yanakwenda vizuri katika nanili. Haya, wakati huo mwanadada anakuja huko anambia sikiliza. Najua nimekupa wakati mgumu.
ila wewe kwa nini umekubaliana na hii deal ya baba? Ambia hapana, sijakubaliana naye. Baba nimemwambia siwezi kubaliana na hilo mpaka wewe utakaposema. Asema lakini sasa unadhani mimi nitamkatalia babangu? Kitu gani kinawezekana mimi kuweza kumkatalia babangu? Anasema nisikilize. Sasa wewe inabidi ulimalize ili wewe mwenyewe. Kwa sababu umekubali hili, lazima tuvishane pete. Ambia inabidi uongee na hiyo pete inabidi ifanyike sherehe hapa nyumbani. Anasema kutakuwa kuna wana habari wengi. Mwanadada anajiuliza sasa itakuwaje? Kwa sababu hii ni act tu. Sasa itakuwaje kama mama anahakikisha kwamba anahitaji ili liweze kutimia, watu wavishane pete. Ni jambo zito kweli kweli. Naona sasa hii ni balaa mama, lakini mimi sikujipanga kuweza kuvishana pete. Anasema mtu kama ni mtu wako tu bado mtavishana pete tu, hakuna namna, hakuna mtakachokwepa. Yani kwamba kukwepa hamwezi mkakwepa chochote. Anambia babe, kwa hiyo sasa inabidi tuvishane pete, hakuna namna. Anasema ili ni jambo gumu sana. Leo familia imekaa pamoja, inazungumza, na jamaa leo amekuja ana propose, anambia I love you, nahitaji kuweza kukuoa. Oh baby, sure. Watu wana rekodi wana posti status Twitter, anaenda kumkumbatia baba yake, maana tayari mwanadada naye akaenda akaposti Instagram kubwa, account kubwa kweli kweli, watu kuvishana pete hivi. Mahaba ni uwe, watu wanaposti jamaa amevisha pete. Anasema imekuaje? Hii begi gani mwanadada? Jamaa anaanza, bibi analia kweli kweli. Asa nini sasa? Umeendelea kudili na mambo yako unalia nini? Asema hapana, mpenzi wako nini? Dili na kazi. Wewe lakini ulimruhusu hata na hivyo. Kwa hiyo wewe ndo akulaumiwa. Wewe sasa malipo ndo hayo. Wewe unapomruhusu mtu afanye kitu unategemea nini kinatokea? Hayo ndo matokeo yake sasa. Mwanadada itakuwaje? Huku baada ya haso zote anarudi nyumbani namna hii, anakuja kumtafuta Ogecha. Anamtafuta namna hii. Ogecha. Anakuja kumtazama Ogecha namna hii. Nini sasa unafanya? Kitu gani wewe unafanya? Anasema tulia, usiwe na hasira. Hebu njoo tuongee. Hakuna pa kwenda kuongea. Tutaongelea hapa. Hivi mimi unaleta nini? Nini unaleta? Anambia nini shida yako? Hebu toka nje. Toka nje. Ilibidi aweze kumsukuma. Nini? Unakuja kuharibu vitu. Watu wamekaa wametengeneza hii kitu na analipa. Anasema kwa nini mvishane pete? Anasema hii ilikuwa dili yako mwenyewe. Mimi ninachofanya ni kuweza kutimiza dili. Anasema kutimiza dili ndio mnavishana pete. Kwa nini mvishane pete? Anambia wewe ndio ulitaka tuweze kuvishana pete. Wewe ndio ulitaka hii dili niweze kuifanya. Sasa mimi nikifanya kazi lazima nitimize, lakini babe, mimi nakupenda. Anasema ndio, lakini mimi nimemvisha pete, sio kwamba ni mpenzi wangu. Anasema sikiliza, wewe alikuwa ni mpenzi wake wa zamani na bado anamsumbua. Kwa hiyo na uhakika hili litapita. Uone kama unaharibu. Linapita nini? Mwanamke anakuja kusumbua. Anasema ngoja. Nafahamu haya yataisha tu. Ameshatengeneza jambo limenyooka, basi mtu anakuja kuweza kuliharibu kwa siku 2-3 tu. Akamwambia sikiliza, kama vipi tufanye kweli hili? Anasema tufanye kweli nini? Sasa kufanya kweli labda tuoane, hapo ndo kuweza kuaminisha. Hatuwezi kufanya kweli kama hatujaoana au tujaaminisha katika namna hiyo. Anasema kwa hiyo sasa unataka tufanye kweli kwa namna ipi? Siku chache baadaye, baada ya yale kuweza kupita, jamaa anarudi nyumbani baada ile issue kuweza kutokea. Anasema naona umerudi baada ya kuweza kuharibu. Naona umeweza kurudi baada ya kuweza kunifanyia yote hayo. Si ndo maana yake umerudi? Anasema lakini wewe ndio uliweza kusababisha haya. Anasema nimesababisha haya? Kitu gani nimeweza kusababisha? Hivi ujui kwamba wewe ndio uliweza kuileta ile deal? Anasema deal kitu gani? Mimi sikukutuma kwenda kuvishana pete na mtu. Sijakutuma uende kujiposti. Mimi nimekutuma tu uende kuact. Anasema sasa ndo act jinsi ilivyo. Na wewe ndo ulitaka kuact. Anasema okay. Kwa hiyo unanijibu, si ndio? Unanijibu unavyotaka. Unanijibu, mimi naondoka sasa. Na kuanzia leo usinitafute. Unaenda wapi? Anasema kuanzia leo usinitafute. Maisha yangu mimi na wewe ndo basi. Sitaki tena story na wewe. Sasa jamaa cheki. Mwanamke anampenda. Alafu huku mzee Ali nazidi kuwa tete kwake. Sasa
anahitaji. Anasema sasa binti kama ananiektia, ananiletea mpenzi wa kuekti. Mpenzi ndio yuko smart, amenyoka, lakini mpenzi mwenyewe ni wa kuekti, sio mwanamke wa kuweza kuoa. Sasa inakuaje? Ilibidi binti aitwe kikao, aulizwe, kwa inakuaje? Yule mwanaume kama kweli mnapendana, inabidi muweze kuoana, muweze kufunga ndoa. Hapo ndo nitaamini hili. Hata kama nikifa leo mimi nitakuwa na amani, nitajua mtoto wangu yuko mikono salama. Kwa nahitaji kuweza mkioana na mnakaa pamoja, na uame huko unapokaa uje uhamie hapa nyumbani. Nahitaji kuweza kuona ukiwa na maisha mazuri. Hata nikukabidhi kampuni yangu, mimi sio kampuni tu, ni jasho na damu ambalo nimeweza kulitolea damu kwa miaka mingi sana. Nimelifanyia kazi kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo siwezi kuona linaenda kwenye sehemu mbaya. Kwa hiyo nahitaji kuweza kuona ukioa, ukiishi na mwanaume ambaye wewe umeniletea hapa. Ni mwanaume smart. Anasema basi usijali mzee wangu, hilo litaenda kutimia. Ni mwanaume tunapendana na kila kitu kitakuwa sawa babangu. Haya, mwanaume ananiahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sidhani kama kitakuwa kweli sawa, na hii sijui kama itakuwa ni hivyo, kwa sababu haya niliona ametokea yameniumiza moyo. Bwana, kwanza kabla hatujamaliza naomba bonyeze neno subscribe, alafu like, uweze comment, kushare na watu wengi kibao. Lakini kumbuka sisi ni Mkombozi Electronics, tunafanya kazi zote za umeme na zile ambazo si za umeme, zile za CCTV camera installation. Tunapatikana Tabata Chang'ombe, ofisi ndio ilipo. Lakini pia tunapatikana Ubungo kwa wale wanaohitaji vifaa vya umeme vyote, basi walisiana na Mkombozi Electronics. Tunakuletea hadi nyumbani kwako. Unapata vile vifaa vizuri sana vya umeme hadi nyumbani kwako, na utalipia baada ya mzigo kuweza kufika. Tafute kwa 0747 826267. Hiyo ndio namba ya simu. Bwana, hakikisha unabonyeza subscribe na una like, una share kwa washikaji kibao, ili kuendelea kupata huduma bomba na vigongo vikali kama hivi. Ndio kwanza tuko kwenye recap ya 3 ya 4 ambazo tayari imeshaweza kuposti pale YouTube. Twende, ukifika YouTube andika Mkombozi recap. Lakini kumbuka sisi ni Mkombozi Electronics. Haya, sasa jamaa anapigiwa simu na bibie. Mwanamama yule anasema, naomba sasa tuweze kulifanya hili katika namna uliyoisema. Nimekubaliana nawe. Anasema ni kweli, hata pia na mimi pia nimeachika. Sasa kama vipi tukubalie? Nimekubali katika hiyo deal yako. Yaani sio deal tena, wanaenda kufanya kazi. Jamaa akaja huko kwa mzee akamwambia kinagaubaka nini anatakiwa kuweza kufanya. Anambia, mimi nafurahi sana kuweza kuwa na mkwe kama wewe. Kama yale uliyosema ni mambo ya kupita, basi mimi natamani kuweza kuona ukiishi na mtoto wangu, mkipata watoto na mkiendeleza legacy. Jamaa sasa bibie anasema, hatimaye umeweza kuja. Natamani naona hili ni jambo gumu sana kwa upande wako, lakini naomba uweze kunifikiria, uweze kulifanya hivyo. Basi wakakubaliana, wakaanza kudate last. Mimi nasema sikutegemea kama ungenikubalia hivyo. Anasema usijali. Ndio ile ukiambiwa acha nini, wenzio nitakipata nini. Wakati huo jamaa amekuja kumpigia mpenzi wake huko, anauliza vipi? Je, bado uko na mimi au unitaki tena? Anasema mimi nakupenda. Hebu nipe majibu sasa hivi. Nipe majibu kamili, kwa sababu mimi nakupenda, nateseka kwa ajili yako. Anasema nimeshakwambia mimi na wewe basi. Mimi na wewe basi. Ananiambia baby, please nipe majibu. Unajua mwanaume anaweza akakubali, lakini kabla ya kufanya maamuzi ya mwisho ataenda kwa mke wake kwenda kuuliza. Haya, baada ya jamaa kuweza binti kurudi nyumbani, anagonga hodi namna hii, amepata taarifa jamaa ameondoka. Anacheki imekwaje? Kwa nini aondoke? Anakuja kucheki barua hivi, anakuta amewekewa barua hapo kwenye mlango. Anamwambia barua inasema hivi: nimeondoka na nadhani sitoweza kurudi, labda kwenye maisha mengine yajayo. Yaani kwamba ameondoka na hataweza kurudi katika haya maisha, labda kwenye maisha yajayo mengine. Sasa anakumbuka yale mahaba bel mahububa, yale mahaba niue, mahaba ni ponde ponde kama nyanya, yale nikambwate nikupe joto joto. Wakati huo jamaa anachomoa laini na kuweza kuitupa kabisa, manake mapenzi yamekufa, mapenzi yameisha. Bwana, huyo ndio yule mkali wako
nazidi kukupa burudani, nazidi kukupa vitu vitamu sana. Bwana, usikose kuweza kutazama episode nyingine, yani hivi clip vingine maana viko vingi na vinakuja kila siku. Na hii ni ile Sauti ya Mfalme, toto la Kichaga, wananitaga Chaga Boy. Wale wanaangalia movie za kutafsiriwa nadhani wananifahamu vizuri, lakini kwa sasa niko upande huu, nitazidi kuwapa burudani na vitu vitamu sana. Itakuwa kila baada ya siku moja nikiwapa, lakini kwa sasa tunaenda kila baada ya siku 3 kwa sababu ya kuweza kuifanya account na kuipa account pumzi ili iweze kukua. Account ndio bado mpya kabisa, ina subscriber 30. Na kuomba wewe uliyekuepo hapo karibu, bonyeza neno subscribe ili tuweze kuzidi kuwa pamoja.